Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa mipasho, si mwezi wa kusengenya, si mwezi wa kutweza na kufanya character assassination kwa wengine. Ni mwezi wa kuhakikisha mabadiliko yanafanyika. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zangu, tumo katika mwezi wa Shaabani, na mwezi wa Shaabani kama wasemavyo Waswahili, kanzu ya Aljumaa huandaliwa siku ya Alhamisi. Kwa hivyo Ramadhani vile vile ibada zake huandaliwa ndani ya mwezi wa Shaaban, na sisi tuko katika Shaaban. Na kila mmoja katika sisi ana namna yake ya kujiandaa na Ramadhani, lakini na Mungu naye ana namna yake ya kutufunza ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hakika kwamba kuna baadhi washanunua kanzu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, wameshanunua baibui, hijab kwa ajili ya Ramadhani. Kuna walionunua viswala ya kuswalia, tasbihi kwa ajili ya kujiandaa na Ramadhani, wengine hata nguo za kuswalia. Kwa upande mwingine, kuna wengine vile vile wamejiandaa kwa ajili ya biashara ya Ramadhani. Atapika mbaazi zake, lengu zake, kunde zake, vitumbua, sambusa, maangri yake, na atauzia wapi na mwaka huu afanye nini tofauti na mwaka uliopita. Kuna mashirika mbalimbali kama mabenki pia amejiandaa kwamba mara hii tutaandaa mwaliko wa iftari, tutawaalika kina nani na tufanyie wapi na iweje tofauti na ile iliyopita. Nao pia wanajiandaa. Na hakika kuna wanasiasa wanaojiandaa kwamba Ramadhani hii lazima nialike wapiga kura wangu. Viongozi wa nchi wanahakikisha pia na wao wanawaandaa watu kwa ajili ya Ramadhani. Na namna tulipofikia leo hii ni kwamba hata wenzetu wasiokuwa Waislamu, Wakristo na wengine wanaijua Ramadhani na wanajiandaa kwa ajili ya Ramadhani. Kuna wale ambao wameandaa magimbi yao na mihogo yao na viazi kwamba vitauzwa ndani ya Ramadhani na wanaweza kuchuma kwa kiasi gani. Kuna wengine wamejiandaa kutengeneza hoteli zao kwa sababu zitafungwa mwezi wa Ramadhani, au namna gani watauza iftari. Yote haya ni maandalizi na pengine hayana tabu, lakini suala ni kwamba kwa kiasi gani yanafanana na maandalizi ya Mtume, maandalizi ya Mwenyezi Mungu, malengo ya Mwenyezi Mungu katika Ramadhani. Kwa kadri unavyojiandaa na Ramadhani kwa namna hiyo tuliyoitaja, ni lazima vile vile ujiandae na maandalizi ya kiroho. Unataka kuwa nani baada ya Ramadhani? Unataka kufanya ibada gani za ziada ndani ya Ramadhani? Unataka kuleta ukuruba kiasi gani na jamii inayokuzunguka ndani ya Ramadhani? Tuna tatizo sisi katika maandalizi yetu na katika muono wetu wa ibada za Mwenyezi Mungu. Tunazitizama mtazamo wa juu juu, kile kiini loop tunakiacha, tunang'ang'ania ile maganda. Ile roho ya ibada tunaiacha, tunang'ang'ania ule mwili wa ibada. Na ndio maana tunakujiandaa daku, kula daku, alafu ukapitwa na daku, unaweza kulalamika siku nzima katika mwezi wa Ramadhani kwamba Ramadhani haukuamsha bila daku, na ukajisikia vibaya kwamba kwa nini umepitwa na daku. Lakini wakati huo huo ukipitwa na salati subhi kwa kawaida. Na kubwa zaidi, la ajabu zaidi, ni pale mtu anapoamka kula daku kisha akalala tena subhi ikampita. Tunasema huyu hajaelewa roho ya ibada, kiini cha ibada. Kiini cha kitu ndio thamani ya kile kitu. Unapozungumza chungwa, maganda yake na chungwa lenyewe, chenye thamani zaidi ni ile chungwa. Unapong'ang'ania daku ukaiacha salati subhi, ni sawasawa na kung'ang'ania maganda ya tunda, lakini tunda lenyewe ukalikosa. Kwa sababu ikiwa wewe utapitwa na salati subhi ikawa jambo la kawaida kwako, alafu daku kupitwa na daku ikawa si jambo la kawaida, hujaelewa maana ya ibada. Sasa katika hali kama hiyo, iftari zetu vile vile ni maandalizi ya kula baada ya kujizuia kula kwa muda mrefu. Na siku hizi kuna watu ambao
Somo kwao ni mazoezi tu ya afya, kwa sababu pameambiwa kwamba ukijizuia kula kwa masaa fulani kisha ukala ni afya. Innamal a'malu binniyat, nia ya kwamba upate afya ni katika nia za ibada Mungu alizoziweka, lakini sio lengo pekee la somo. Somo ni kukubadilisha wewe kuwa mwanadamu zaidi na kupunguza nisba ya hayawani katika mwanadamu. Sasa basi, hebu jipange kwa ajili ya mabadiliko ya kitabia katika mwezi wa Ramadhani. Kubwa linalohitajiwa ni ujijue kwamba hapo ulipofikia una kasoro gani. Kasoro namba 1 msengenyaji. Kasoro namba 2 unapitwa na swala nyingine. Kasoro namba 3 mathalan huvai vizuri sitara ya Kiislamu. Kasoro nyingine ni kwamba wewe ni mtu ambaye sunna huzijali. Vyote vile jaribu kuorodhesha kasoro ambazo unatakiwa ukiingia katika mtihani, chumba cha mtihani cha mwezi wa Ramadhani, ukitoka utakuwa umefaulu mambo yale. Ramadhani ni agent of changes, ni wakala wa Mungu wa kuleta mabadiliko. Usikubali kuingia ndani ya Ramadhani kisha ukatoka bila kubadilika. Anza sasa hivi kujiandaa, jiandae sana kiroho na kivingine kusapoti lile la kiroho. Maandalizi mengine ni kwa ajili ya yale ya kiroho, ili uweze kufikia katika malengo yaliyokusudiwa. Kwa hivyo Ramadhani kwa ajili ya mabadiliko. Nukta ya kwanza, Ramadhani ni mwezi wa kusamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ofa maalum kwa lugha ya kibiashara kibepari leo hii, kwamba kuna msimu wa ofa, vitu vinakuwa bei rahisi, unafanya ibada chache unapata thawabu nyingi sana. Ramadhani ni mwezi wa ofa, alitoa ofa Mwenyezi Mungu kwa watu. Ofa yenyewe ni kwamba ukifanya ibada chache, Lailatul Qadr khair min alf shahr, ukifanya ukaipata Lailatul Qadri, ukifanya ibada yoyote ile, pumzi zako zote zinahesabika kwamba ni ibada. Ni mwezi wa ofa, itumie ofa vizuri. Ukipita mwezi wa Ramadhani, msimu wa ofa unakuwa umekwisha, unaanza kulipwa kama kawaida. Lakini ofa hii tuitumie sana katika kusamehe na katika kusameheana. Mungu ametangaza msamaha mkubwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa nini wewe kutangaze kusamehe? Kanuni ya Mungu ni nipe nikupe. Ukisamehe utasamehewa. Lakini na wale wanaojiandaa na Ramadhani kwa kusema bana, mimi kama kuna ndo mkosea yoyote bana na ansamehe, alafu watu wakatangaza tumekusamehe bwana, ni jambo zuri, japo hawataji hata tumekosea nini, umetukosea nini. Lakini nataka kusema hivi, samehe, lakini usisahau, kwa sababu ukisahau utajifunza. Yule ulompa amana yako sawa sawa ni mali akakuibia, kusamehe sio kumpa tena. Kusamehe kunahitaji usisahau, ujifunze kwamba hafai kupewa hiyo, lakini ishi naye vizuri. Yule ulompa amana ya siri zako akazitangaza, msamehe, lakini kusamehe sio kumpa siri tena, kwa sababu atakuwa akakutangaza vibaya tena, atakuibisha, ataweka yaliomo na yasiomo ibi akucheze. Yule ulomsaidia akapanda, yeye alipofika kileleni kazi yake kuwe ikawa ni kukupiga mateke na wewe usipande kule, msamehe, lakini usisahau, kwa sababu kesho ukisahau utapitia njia ile ile kupanda, yeye atakushusha kwa sababu yeye tayari yuko juu na wewe ulikosika kumpandisha. Kuna binadamu wakishapanda wakafika juu utupa ile ngazi, hawafikiri kushuka. Na kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba kuna kupanda na kushuka. Hakuna aliyewahi kupanda hakushuka, bali kupanda hata katika maisha ya mwanadamu, umri wake akishapanda akafika kileleni, kinachofuata ni kushuka, akapoteza afya, akapoteza nguvu, kwa sababu ndio kanuni za Mwenyezi Mungu. Na kama ukiwa na cheo, basi yule aliyokuwa kabla yako angekuwa cheo chake kinaendelea kuwa milele na kiko sustainable, basi usingefikia pale. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, mwezi wa Ramadhani si mwezi wa mipasho, si mwezi wa kusengenya, si mwezi wa kutweza na kufanya character assassination kwa wengine. Ni mwezi wa kuhakikisha mabadiliko yanafanyika. Mtu mmoja abadilike, lakini kusamehe. Na wewe unayeomba msamaha, kubali, kwa sababu ukosi chochote, relax, unapata zaidi la ukisamehe.
sameheaneni kuanzia majumbani, ndio mtoke nje ya majumba yenu katika jamii. Na yule ambaye umemsamehe sio mpaka udhalilike ndio aamini kwamba umemsamehe. Yeye akubali kwamba umeshamsamehe bwana, asitake kuona mpaka umejidhalilisha mbele yake ndio aamini kwamba umemsamehe. Hapana, ile kuwa tu kwamba umeonesha nia ya kusamehe, yeye alipokee hilo. Haya ndio mambo tunatakiwa tu tuishi naye. Jambo lingine, mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tujiandae kwa mazoezi ya kiroho, sio mazoezi ya kimwili tu. Kama mazoezi ya kimwili yanampa mtu afya na uwezo wa kinga zaidi dhidi ya maradhi, mazoezi ya kiroho yanamsaidia mtu kuwa na kinga dhidi ya tabia mbaya. Vyote hivi viko sawa. Ikiwa unaamini kwamba ukifanya mazoezi kisawa sawa ya mwili wako utaweza kupambana na maradhi mbalimbali, yatakupa afya zaidi. Kuna afya ya kiroho inayokufanya uwe mtu mwema, uwe na maadili, uwe na discipline, nidhamu katika maisha. Mazoezi hayo yanapatikana katika ibada, na mwezi wa Ramadhani ni katika miezi muhimu sana ya mazoezi ya kiroho, na ni short course muhimu sana ambayo mtu akifocus, akitoka katika short course ile, atakuwa na discipline ya hali ya juu, nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu Ramadhani ni nidhamu. Sangapi ule, sangapi uache kula, sangapi uingie katika ibada, sangapi utoke katika ibada. Inakwisha ibada ile, kipindi gani unatakiwa utoe zakatul fitr. Ni kozi ya kujenga discipline kwa mwanadamu, nidhamu. Hakikisha unaingia vizuri. Kuna watu wanaingia katika Ramadhani na vibuti vile vile, kwa lugha ya vijana kule mashuleni. Anataka kuibia mtihani katika mwezi wa Ramadhani, anataka afunge, aipate funga, na wakati huo huo macho yasipitwe na mwanamke yoyote yule barabarani. Vyote anavitaka, haviimbi sawa sawa. Na si lazima akuone mtu. Unakunja thamani ya Ramadhani yako, unaifanya Ramadhani yako ikose nguvu ya kukubadilisha wewe. Ndio maana tunasema mara nyingi, ukiswali subhi ukatoka nyumbani kwako, sema alhamdulillah, leo siku yangu nzuri. Na ukikosa subhi usitizame kama umemwasi Mungu tu, lakini pia umeharibu siku yako ya siku ile. Mungu aifanye Ramadhani yetu inshallah kwa Ramadhani yenye kufocus, yenye kuzingatia, lakini yawe ni mazoezi ya kiroho ya kisawa sawa, yatakayotuvusha katika tabia mbaya kwenda tukaenda katika bara yenye amani, yenye tabia nzuri zaidi. Ramadhani ni jahazi ambao tutalipanda sote, lakini lituvushe salama kitabia, tufikie mahala tukimaliza Ramadhani tunasema bio, mimi sasa Ramadhani imetoa hapa, imenipeleka hapa, sisengenyi tena, nitakuwa mwaminifu, nitajenga urafiki na binadamu wenzangu. Haya ni katika machache juu ya maandalizi ya Ramadhan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.